Ya di maisha di bagumu sada maisha. Jacobo. Ai mtoto saa tukinaposita hivi saa ashatoka. Anajua ya kwamba maisha ni magumu, inatakikana aende atafute chakula. Ndio huyo saa aonekani yeye. Tanzia jana mimi si chakula kitu chochote. Yaani siku hizi watoto wa GNC wanaenda kujibizana kwa mitandao patana wasaidie wazazi wao kukula. Njaa itadiua bibi. Mchuku wangu karibu sana, karibu Sada, karibu. Sada mchuki yangu, karibu Sada. Asante sana babu. Naam. Vipi hali yako? Bibi diko salama Sada. Nimeshukuru. Nilikuwa nimekuletea zawadi yako hapa babu. Ipi hiyo? Hii hapa. Oh, asante sana, asante sana. Asante sana mchuku yangu. Asante babu. Sasa naona hii ni machungwa. Unajua mchuku wangu, machungwa inaleta afya na wakati unaponiletea vitu kama hizi ni vizuri sana. Nashukuru sana. Hii nitakula kabisa. Babu, sikujua kama utaipenda hivyo. Naipenda sana bwadangu, naipenda sana. Asante babu. Karibu. Sasa babu, mimi nilikuwa na jambo limenileta. Niambie. Kakaangu ananizungusha sana kwa ajili ya mali ya baba yetu marehemu. Naam. Mimi nimeshindwa jinsi ninavyomkanya, manake hataki kunisikiza. Kila ninapomkanya anataka kunichukulia mimi ni mtoto mdogo, sasa sifai kumwambia kitu chochote. Yaani nimeshindwa kabisa babu. Ninataka at least ungetusaidia. Mchuku wangu na kusikiliza vizuri Sada. Unajua mambo ya kusema ya kwamba mambo ya mali, mtoto yangu yule mchuku yangu Jacob pia alikuwa amenisungumzia yako hiyo kitu. Lakini kijana yangu huyu mkubwa Jaka amekuwa na mambo mengi Sada. Kwa hivyo kama amesema ya kwamba anataka kuuza mali, itabidi nihusishe serikali. Na sitakubali aweze kuuza chochote hapa hivi. Na pia kama kuna kitu ambacho chenye anajaribu kunificha, lazima nitamuita hapa hivi iweze kusungumuza na yeye. Na asipokubali ya kwamba kwa mambo ambayo umeongea, mimi nitaweza kuita serikali yote mzima tuweze kuongeleshana na yeye. Lazima atakubali hii maneno na hakuna kitu chochote ambacho atauza mchuku wangu, nimekwambia. Sawa babu, mimi nimekusikia. Naenda, lakini ningependa akija umwambie, umweleze kama itawezekana akusikize. Aachane na hii maneno ya kufikiria kutaka kuuza mali. Mbona baba yetu hakuwa na hiyo maneno ya tamaa ya kutaka kuuza vitu ovyo? Mimi natamani tu aachane na hii maneno. Tukae tu, hii mali ni yetu na hata akikaa na hata itasaidia watoto wake. Mbona anataka kunitawanya? Babu tafadhali mwambie. Mchuku wako nimekusikia vizuri, nitaweza kumwambia. Nitamwambia na mambo yatakuwa sawa. Wewe nenda, niko nampigia simu akuja hapa saa hizi. Sawa? Haya babu, wakati mwema. Nawe pia. Kitu ambacho chenye kimefanya nikakuita hapa hivi ni kitu kimoja. Unajua Jaka, umeweza kuniaibisha sana katika hii uko yetu. Mbona unataka kuuza mali ili hali marehemu hakukuwa na hizo tabia Jaka? Umeweza kuleta aibu kubwa sana katikati ya hii familia Jaka. Zaidi ya yote, unataka kuuza mali na unasema ya kwamba unataka ufanyie mambo ya kampeni yako. Babako alikuwa na sifa, ndio hatukatai. Lakini wewe akili zako zinajaribu kuunganika na akili za mauti. Unajua ya kwamba Jaka umeanza kunipandisha pressure na sukari. Na wakati mimi nitakasirika kama babu yako nitaweza kukutwanga. Jaka,
nataka nikuulize na uniambie kinaga ubaka, ni kitu gani ambacho kinaendelea wewe na dadako? Mbona mnapishana na kupigana? Kwa nini? Babu, nimeweza kukusikiliza vyema sana. Lakini unajua babangu alikuwa mtu wa sifa sana. Babangu alikuwa ni mtu ambaye anapishania ubunge. Babangu alikuwa ni mtu ambaye ni mkubwa sana. Sasa mimi pia kuuza hiyo mali, si ya kwamba tunauza mali sisi ni haribu, hapana. Nataka niuze hizo mali ili mimi pia nipiganie ubunge. Mimi pia ili niweze kujulikana kama Mr. Jack, Unajua kwamba mimi ni mtu ambaye nina pesa zangu. So naomba tafadhali baba uweze kunipea ile nafasi kwa sababu wewe ni babu yangu na nakuheshimu sana. Dada yangu amekuwa mpingamizi katika kila jambo. Nakuomba tafadhali. Hapana Jack. Hapana, haiwezekani. Kwa nini yeye amekuja kuniambia ukweli na wewe unajaribu kuleta uongo katikati ya ukweli? Hakuna siku utaweza kuniambia uongo Jack. Bibi ninakusoma psychology, yani psychologically. Kwa sababu mambo ambayo unataka kuniambia Jack ni ya uongo. Ati ya kwamba sijui nini. Mambo ya kusimama ubunge babangu alipoaga dunia, mambo yake yaliweza kukwisha. Kwa hivyo ukijaribu kukuza chochote, tutaweza kukuweka ndani. Na mimi kama babu yako nimeweza kukwambia Jack, uachana na hizo mipango za kuuza mali za marehemu. Itakutokea puani. Haya sawa, mimi nimeenda. Wewe mwenyewe fikiria mara mbili. Wewe nenda, tutaodana wewe nenda. Lakini mambo wacha kabisa. Wacha. Huyu dadangu amenizoea sana. Lazima niende nimuoneshe mimi ni nani. Kwa nini anamwambia babu maneno kama haya? Wacha niende. Atajua leo, hajui. Maria! Oh, karibu kaka. Maria, ni nani ameweza kukupea nafasi ya kwenda kwa mzee kumwambia mambo ya mali? Ili hali unajua kwamba hilo jambo haliwezekani hata kidogo wala siku moja. Maria, umeanza kunisumbua tena. Naam kaka. Mimi nilimwambia babu, manake si kuongea ati nimemaanisha kitu kibaya. Mimi nilitaka tu babu aje atusaidie mawazo kwa sababu mimi niliona haya yamenishinda. Yamekushinda? Yakakushinda ukaanza kutangaza. Wewe unafikiria kwamba majirani watatuonaje? Babu mwenyewe atatuonaje na vile mdomo wake ni mfupi kama trailer ya China huko hivyo? Nataka nikwambie kwamba Maria, lazima mdogo wangu tuweze kuuza mali. Na nimeshakumwambia babu lazima tuuze mali. Na gani vizuri sana. You will come to see fire without smoke. Na nimemaliza na nimeenda. Kwa sababu hiyo nyinyi mnataka kuingia kwa zangu 18. Na ninataka niwaone. Wacha kunyeshe ndipo tutapojua panapovuja. Haya kaka, wewe nenda. Ila si kwa ubaya. Mimi nilimwambia babu aje atusaidie mawazo. Sisi ni watoto wadogo sana. Babu ndio mtu mzima ambaye anamwelekea ulio bora. So, kama unaona kama nimekuingilia, samahani sana. Ila sina ubaya. Sina ubaya kabisa.